Joshua, hebu ngoja niongee, kuna maskini mmoja hapa naongea naye afu nakurudia. Sawa. Bosi, kazi yako nimeshaimaliza bosi wangu. Kwa hiyo nilikuwa naomba unipe ile hela. Sawa basi. Leo sina hela, utakuja kesho ili niweze kukupa hela yako, sawa? Lakini bosi, natoka mbali afu isitoshe sina nauli, sina hela. Matatizo yangu mwenyewe binafsi nyumbani. Nilikuwa nategemea hii hela kwa ajili ya kuweza kufanyaje kukizi mahitaji yangu bosi wangu. Na pia isitoshe jana uliniambia kwamba utanipa hela leo na leo tena unaniambia tena kesho wakati kazi nimeshamaliza bosi. Mimi natoka ukoo mmoja na wewe. Hapana. Kwa nini sasa matatizo yako nataka wewe ya kwangu? Shida zako zimalize mwenyewe. Na ukiendelea kunipigia kelele sikupi hata hiyo hela. Nimekwambia njoo kesho nikupe hela yako. Hauwezi toka. Na ukiendelea kupiga kelele sikupi hata 100 na uende unakokwenda na hauna cha kunifanya. Nini? Mimi naomba tuongee mara moja. Njoo. Nini? Mbona unanistua hivyo mume wangu? Kwa nini? Toka lini umekuwa na roho ya ajabu namna hiyo? Sijaelewa unamaanisha nini? Kuna nini kwani? Hivi unaona ni sahihi kumnyima huyo kijana haki yake ya hela? Sasa huyo maskini tu anatuhangaisha. Nimemwambia aje achukue hela yake kesho. Kumbuka kabla wewe hujawa tajiri ulikuwa kama yeye huyo kijana. Hiyo hela ndogo unayotaka kumnyima, huwezi jua nyuma yake kuna nani. Huwezi jua kama ana familia au ana mzazi ambaye anamtegemea yeye. Kumbuka utu ni kitu kikubwa kwenye maisha yako. Wewe ulikuwa zaidi ya huyo unavyomuona. Kulikuwa huwezi hata kula kitumbua cha mshingimia. Mungu aliye juu ndo alikuinua wewe ukawa na hela. Kwa nini unasahau fadhila? Kwa nini unasahau kama naye ni binadamu? Anastahili haki yake. Unasema huna hela? Nyumbani umetoka na milioni 2. Kutoa shilingi 10,000 kumpatia kijana watu unaona ni kazi ngumu? Toka lini? Joshua, ukiona mtu yoyote barabarani umheshimu, awe nacho asiwe nacho muheshimu. Ujue kesho yako, sawa? Twende nikampa. Jana. Pole, twende nikakupe hela.